Saidi Mangulila kutoka Vingunguti. Kwa kweli sakata la mwalimu kidogo limetuumiza sana kwa sababu tulitarajia sivyo jinsi ilivyokuwa. Sasa tuseme viongozi wetu ndio shida ama mchezaji ndio shida. Lakini kwa haraka naona kama viongozi wetu ndio shida. Kwa sababu kama mmetutambulisha leo hii anakwenda upande wa pili, nini shida hapa? Sababu sisi tulimuona kwamba katambulishwa, kweli katambulishwa. Je, kwa nini tena atambulishwe na Yanga? Ina maana Yanga wametia hela na sisi na upande wetu watu sisi wa Simba tumetia hela. Tunataka tujue hilo kama viongozi ili tujue shida viongozi au shida mchezaji mwenyewe. Alikuwa na matamanio yake. Ni hilo tu. Kwa majina naitwa Mganga Ngongongo. Ni mwenyeji wa Vingunguti, mtaa Tekelo kwa Pelapela. Mimi bwana, hichi kitu swala viongozi wetu mimi sijalielewa. Kwa hususa kuondoka Selemani Mwalimu. Nadhani Simba Day Selemani Mwalimu walimtambulisha kwamba ni mchezaji wa Simba Sports Club. Lakini cha kuja ushangaa leo asubuhi tutakuja kupata taarifa kwamba Selemani Mwalimu amekuwa mchezaji wa Yanga. Hichi ni kitu ambacho mimi kama mshabiki mwanachama wa Simba Sports Club ni kitu ambacho mimi sijakielewa na sijapenda. Japokuwa kweli Selemani Mwalimu alikuwa anakaa benchi. Naamini na kama alikuwa anakaa benchi, viongozi wameamua wao kama wao viongozi kumwachia Selemani Mwalimu aondoke. Nilichokuwa naomba viongozi wa Simba Sports Club wajitahidi watutafutie striker ambaye yuko vizuri, yuko bora, ambaye atashirikiana na wenzie, kwa sababu dirisha dogo bado halijaisha dirisha hili la usajili. Kwa hiyo nilikuwa naona kwamba wana Simba tuwape moyo viongozi wetu na sisi wenyewe tuwe tuna moyo. Umeona, kuondoka Selemani Mwalimu sio kwamba ndio kwamba tumealibikiwa, hapana. Umeona, naamini viongozi wapo katika michakato wa kutafuta striker mwingine ambaye atakava nafasi ya striker wetu Selemani Mwalimu. Umeona, kwa hiyo oni langu mimi kubwa sana viongozi wa Simba Sports Club, kaeni chini mtafakari ili kusudi mtafutie striker ambaye yuko bora zaidi, ambaye atakaa katika kikosi cha Simba Sports Club, ambaye atatupa manufaa kama wana Simba Sports Club, washabiki wa Simba Sports Club. Kila tunapopita tutambue mwaka huu uwe ni wetu. Mpira wetu wa hapa umeingiliwa na mambo ya siasa. Tuseme kwa kipindi hiki mpira wa sasa hivi unaongozwa kisiasa. Hatuna viongozi ambao wanajua kuongoza mpira. Tunaongoza kisiasa. Kama kiongozi ambaye lazimisha anajua matokeo mpaka ya mwaka jana, mwaka umeisha, msimu umeisha, anasema mwaka huu Yanga atakuwa bingwa. Ina maana mpira wetu hatuongozwi uwanjani. Tunaongozwa tukiwa na matokeo wa nini viongozi wetu. Kama kiongozi ambao unajua matokeo sisi Yanga atakuwa bingwa, ina maana mpira unachezwa nje ya uwanja. Kama kwa staili Yanga atachukua ubingwa hata mara 20, kwa sababu anaongoza kwa nini kwa nje ya uwanja, waonga marefali nje ya uwanja. Kwa staili Simba wao tuhangaiki sana mambo ya nini, mambo ya ligi ya humu ndani. Tuangalia klabu bingwa ndio kwa nini kuna hela. Simba ubaya Simba tuko imara. Sawa, sakata la mwalimu kwa kweli mimi siwezi kulizungumza kivile, kwa sababu kiongozi wangu Magoli amesema baada kushuka ameshuka uwanjani pale Zanzibar, akasema Simba tuko imara. Sema nani? Light kama angechukua Alibase ningejua Simba imeteleka. Semani alikuwa anza bench. Semani nani? Semani hatuwezi kuteleka hata kidogo. Simba bado iko imara. Na Simba bado iko ngangali. Na Simba siku zote itabaki kwa Simba. Tuna viongozi wetu ambao ni madhubuti, ambao wamesimama watetea Simba. Tunajua mwaka huu mpela hakuna mlichobaki. Nini wafanye sasa hivi? Nini mnahitaji pale kwa Simba kifanyike ili? Mimi bwana, kwa jina naitwa Nyerere mwenyewe, mzee wa Vingunguti. Wewe muulize mtu yote anajua Nyerere ni nani. Na mimi mwenyewe na wakamata na najua jinsi ya kuwafanya ni wafanye nini. Ila ninachokuomba mwandishi wa habari,
hii Simba unavyoiona sasa hivi, kwanza tusipate miamko kwa ajili ya mwalimu, sijui ushanielewa. Tusipate miamko kwa ajili eti mwalimu kaondoka akachukuliwa kwenye timu ya Simba kambini. Simba wako makini na Simba wamekaa kambini, wale kuna mahesabu wamepana wenyewe jinsi ilivyo. Mwalimu kaona mimi bora niende Yanga, ila ninachoshauri kitu kimoja. Hii Simba hii kwanza na kuhusu dabi ya kesho. Wao wenyewe kule watapanda meli baada ya kupanda ndege. Si ushanielewa mwandishi wa habari? Alafu vile wenzetu wamesajili vinyozi wanenyoa nywele. Sasa kwa mmoja kama Shehe, mchezaji naye anakuwa na midevu kama Shehe. Tulimsema hapa Wawa Shehe, leo kaondoka Wawa na wao nao vile wamemchukua Wawa mwingine. Sio. Alafu kuna mchezaji wanamuita Chama Chiba. Kuna Chiba nayo juzi nimemuona. Wanamtangaza pale. Sasa usajili huu wa Yanga wanasajili vipi? Wanasajili kwa miamko, wanasajili kwa kucheza mpira au wanasajili kwa wanasema kesho wanaenda kuwafunga mara sana. Mimi nasema hivi, mwandishi wa habari, hiyo kesho wakitufunga Yanga, basi mimi nasema viongozi wa Simba wote wastaafu waondoke. Nini sasa hawachezi wao kwa sababu gani? Wao si ndio tuletea wachezaji? Yanga asira zao mpaka leo wameenda kumchukua mwalimu usiku wa manane kwa ajili ya Kaliso. Yule Kaliso anacheza mpaka juu ya waya za umeme. Si ushanielewa mwandishi wa habari? Kwa hiyo Yanga kwa hasira umeona sisi kwa nini tusiwaumize na wao? Kwanza tumewapiga bao kwenye Simba Day. Simba anampiga Chula kofi. Awe Chula toka lini anampiga Simba anampiga Chula kofi? Toka lini ushaona mwandishi wa habari? Mimi nasema hivi kwa uchungu ujue. Sio nasema hivi Simba mimi bora nisindwe kula ugali kuliko kuipenda Simba. Yaani mimi Simba naipenda kweli kweli. Mimi na yari nishinda hata njaa kuliko kuiangalia Simba. Sasa ninachosema mimi, uongozi wa Simba na wanachama wote na washabiki wote tusiwe na pressure. Wale wenzetu wametutoa kwenye mchezo. Wanataka kututoa kwenye mchezo. Sasa mechi ya kesho mimi ninachosema hivi, sisi tutakuwa tuko tayari na nawaambia TFF na nawaeleza TFF huu kanuni ulioipanga kusema kwenda kwenye majumba ya dhahabu, wang'ang'anie mfumo huu, wale hawana kitu. Wewe timu Simba mwaka jana tumewaacha wachezaji karibu 7, tumekuja na wachezaji wa 8. Angalia hiyo Kasheche, wanakimbilia jumba la dhahabu. Sasa jumba la dhahabu ndio kwenda kucheza mpira. Kwani mama na kutengeneza viumba vya kwenda kubadilisha nguo kwani? Wanaangalia watoto huko nyuma, wanachungulia nyuma huko, wanabadilisha jezi. Sasa huo mpira gani? Weka mziki ndani. Na utapoweka mziki ndani hata mtu akifungwa anajua kabisa mimi nimefungwa kihalali. Haya, JKT Tanzania na wakuogopa. Wameama Chamazi. Wameenda JKT Tanzania kule Samuyo nayo ninachokwambia mwandishi wa habari nisikilize. Umeona pale serikali umetuambia wote tucheze uwanja Shamba la Bibi. Sasa mimi ninachokwambia hivi, pale Shamba la Bibi Yanga akai. Yaani anarudi kule kwa sababu ule uwanja tunaujua sisi wenyewe na ule uwanja sisi tulishauchezea muda mrefu. Toka enzi ya mabomba watu tunakaa kwenye mabomba yale mpaka leo wamejenga majukwaa mazuri. Wewe Yanga atakaa hapa. Wewe nguruwe anakaa na Simba? Hawezi kukaa nguruwe na Simba. Lazima Simba atamula nguruwe. Sawa. Bila kwambia mwandishi wa habari. Tusiseme kwa mapenzi eti Simba Yanga eti iko vizuri. Yanga iko vizuri. Mwaka jana tumepishana pointi moja. Mwaka juzi. Mwaka huu naye pointi 2 tunamaliza msimu. Sasa Yanga ingekuwa wako vizuri unafikiri ingekuwaje? Sio ingeenda ongezidi hata pointi 7, 8, 10. Au sio? Si ndio mpira unapocheza, lakini wao wenzetu wepesi sana kukimbilia kwenye jumba la dhahabu. Sasa mimi nawasihi TFF wawe makini na msimamo wao waukamate hivi. Dumbi unamzungumzia. Na waongee hivi, hakuna mtu yoyote wa kusema tu. Yaani kwenye mazoezi waingie mule hakuna sijua. Waache kabisa. Mimi kuna uwezo wa kuchukua striker kuja pale Simba. Anaweza kucheza vizuri au anaweza mpira ni bahati nasibu wachezaji au tunaosajili. Tulikuwa na wachezaji karibu wangapi ndani ya Simba mle? Wote washaondoka. Ila kusajili ni unakuwa ni riziki. Hao wenzetu waliochukua vinyozi vya nywele mpaka leo, wewe utajua na uwezo gani? Juzi hapa si tumemwona. Hao tukuangalia. Tumeangalia juzi mpaka wenyewe mimi namnukuu Manara hapa pamoja yule naye ndio hivyo wazangu mimi, lakini namnukuu anasema kabisa Yanga wachezaji 2
Sijui kile kitoto kizanzibari kile kilopandishwa chini, kilopandishwa mwaka huu na kingine sijui hicho kimoja mimi jina lake la sijui kifupi hivi. Umeona? Sasa wale ndio wachezaji. Sasa wao wamemchukua wachezaji wengine. Yaani hata wewe mchezaji anasajiliwa Chiba. Eti mguu unaenda hivi anafanya anatangazwa pale mguu anakimbia Chiba. Sasa wewe mchezaji mwandishi wa habari. Sasa mimi ninachoomba watu wa Simba, washabiki wa Simba pamoja na mimi mwenyewe tuwe makini. Hao jamaa wasitutoe kwenye mchezo, tuwaamini wa viongozi wetu na viongozi wetu wapo kama kawaida na tutazidi kuwa nao. Hayo mambo ya sijui mwalimu nani? Tumemwona mwalimu mkuu ni wa mwalimu huyo kawa mwalimu yeye nani? Ndugu yangu usiseme. Kama kweli Feitoto ndo mwalimu pale anaamua kama kocha wetu nani Beka yule Beka achana naye. Kwanza yule bausa. Yule akikwambia njoo kati njoo kweli. Sasa kama Feitoto akija Simba, mimi mwenyewe niko tayari na furahi. Unaona? Nafurahi kwa Feitoto kuja Simba. Sasa yule mdhamini yule anasema amnunui jezi. Anashindwa kununua wachezaji pale. Baba, jezi tutanunua na jezi zinanunuliwa. Juzi nimemsikia mwenyewe mpaka jana kwa kauli yake. Nataka jezi zinunuliwe, wapatikane nani? Huyo mchezaji wenu mnataka Feitoto. Sisi tuko tayari kununua jezi. Na mpaka sasa hivi ninavyokuambia jezi sijajua, lakini tetesi tuzukania waandishi wa habari. Jezi sijui zimezinunuliwi, sijui nini. Hao wanataka kutubana sisi. Sio chanielewa mwandishi wa habari. Uwe makini, wao wanataka kutubana sisi kwa sababu kutubana sisi kwetu sio wanataka kutuchanganya. Haya, wanasema engineer ana hela, hela hizo za magodoro. Hivyo kwenye pesa kweli wa Tanzania sisi tuna shida. Yaani tuna shida ndugu yangu mwandishi wa habari kwa sababu kitu kimoja. Wewe unaweza kusema engineer ana hela au Yanga ina hela. Yanga ina benki Yanga ina shilingi ngapi? Alafu leo wachezaji hao tunasikia wanasajili kinguvu sana na kimwamko. Kesho akitoka kuondoka unasikia mchezaji fulani anadai, mchezaji fulani leo wanampigia makofi nani engineer au GSM. Wewe mtu unaenda kumchukua mchezaji saa 8 ya usiku. Wewe kweli una akili timamu? Na ile Yanga yote kumchukua mwalimu kule kwa ajili ya Kaliso. Mimi namuitaga Kaliso. Sasa mimi Simba naye time mwingine nayo au wachezaji wa kizunguzungu majina yao wananichanganya. Alafu Simba na shauri kitu kimoja. Umemwona ule kile kiungo cha juzi waliowafunga Yanga wale jamaa. Yule anaitwa Tomaso Sosi. Yule kiungo achana naye mkongo yule. Yule Simba sasa akitaka kunipatia na yule wamchukue namba 12 wamchukue mumlete pale pamoja. Anasema mzee Chama sikaenda kwao. Sasa leo mbona karudi huko kwa kijana? Chukua Feitoto tia pale, angalia stoka mwingine ambaye nani anaweza kuja kumsaidia bwana Dubia. Ukimtia pale mambo yanaisha, jambo linaenda. Ila kwa mechi ya dabi mimi naamini mwendo ndio ule. Kama wao wanataka kuweka historia kwamba wametufunga matano, sasa hizo matano tena kwa sababu tumeanza upya. Msimu uliisha hakutufunga. Zile punguzi sisi baadhi ya mechi tumewafunga wao mpaka tumechoma vikombe viwili. Umeona? Kwa hiyo mfululizo ili hakuna tunaanza upya. Wakitia mara moja sisi tutatia mara moja. Kwa hiyo story itaenda pale sasa hivi. Yanga watu subiri. Tunakuja. Yaani tunakuja mwendo mwingine kabisa. Kwa useme wetu tunasema kama liko toilet pale. Mburi ya kuiza, yani balali inakuja, yani wao walisubiri.